wewe si umesikia maneno ya mganga? Kama huyo konokono atakuja kuchacha, kama atachelewa kusukumiwa ndani, sawa. Haya, umesikia mdogo wangu? Ubandike maharage ya mchana, alafu usisahau kupeleka hela mchezo, sawa mama eh? Sawa dada. Samahani shemeji, nina shida ya kuongea na mdogo wako. Bila samahani shemeji, karibu sana. Asante shemeji. Mbona hii sio ishara nzuri kwangu? Kuna kitu gani kibaya kinataka kunitokea? Jamani, mbona matatizo yanazidi kuniandama? Mungu, naomba unisimamie. Naomba unisaidie. Kama kuna tatizo lolote liniepuke. Vipi mume wangu? Mbona panga saizi, kuna nini? Tetezi inasema kwamba vibaka wamesharudi mtaani kwetu. Kwa hiyo lazima niweke silaha yangu vizuri. Sawa mume wangu. Kuna wazo nimepata hapa kidogo, nataka nikushirikishe. Nakusikiliza. Kwa sasa ujauzito unanisumbua. Tumbo linaniuma, mara kizunguzungu, na pia naishiwa nguvu. Kwa hiyo nimeona niende kwa mama siku 2-3 nikajisikilizie mume wangu. Hapa huwezi kutoka. Yaani uende ukajisikizie kwa mama? Kwani mama ndio alikupa ujauzito? Sijasema hivyo mume wangu. Kwa sasa hali yangu sio nzuri, ndio maana nikasema hivyo. Najua mimi bado inanichukia. Kwa mimi ndio mwenye haki ya kutoka humu ndani kuacha hapa. Ili wewe uwe salama. Lakini usiwe wewe kutoka humu ndani. Utoke uende wapi tena jamani? Au nimwambie mama labda aje kukaa hapa, kwa sababu mimi ninachotaka ni uangalizi tu. Wazo la mama kuja hapa ni wazo zuri sana. Kwa sababu siku hizi mambo kwa ushahidi bwana. Mapenzi si kila yanayo.
Nimesoma na kusikiliza simulizi mbalimbali kuhusu mapenzi. Mbosso na Mario wameimba kwa maneno yenye nakshi nyingi sana, lakini hawajaweza kufika hata robo ya utamu niliopata kwako leo Zabina. Hakika nayasadiki maneno ya Alikiba. Maneno ya Alikiba kwamba mapenzi yanalani dunia. Ni kweli, mapenzi yanalani dunia. Yaani kwa kifupi hapa najiona mjinga sana. Kwa nini unajiona mjinga Dr. Njenje? Kuna sehemu nimeshindwa kufika katika kilele cha raha zako? Hapana. Kama nitahitaji zaidi ya hapa, basi ile simulizi yaanze kufia kwenye kidonda, basi itatimia. Unajua, kwa mke wangu sijawahi kuhisi joto, mnato, mvuto na hata minyumbuliko ambayo nimeipata leo kwako. Kiukweli najuta kuoa mapema. Zabina, wewe ndio ulipaswa uwe ndani. Yes, wewe ndio ulipaswa uwe mke wangu, ili utamu niliopata leo nisiwe na upata kwa vificho. Bado mapema sana Dokta. Yapo mazuri zaidi ya haya. Kwa hiyo tulia nikupe raha. Nipe mama. Nipe, yani usije ukaninyima hata siku moja. Na pia nikwambie kitu kimoja. Chochote utakachokihitaji niambie mimi. Na usije kusita hata siku moja. Sawa? Sawa mpenzi wangu. Lakini mimi nimekumisi tena. Unajua Kazi mzuri. Dr. Njenje. Umenasa Dr. Njenje. Mimi ndo kiboko ya mapenzi. Asanteni mizimu. Mizimu ya Digo Nilemwazi. Mizimu ya Bibi Fuko. Na mizimu ya Chikeleni. Hamjawahi kuniangusha. Mmesimamia kazi yangu kwa umakini mkubwa. Na sasa nawaombeni ulinzi. We pungu nyama mlima, likaje chini ya jabali, jabali leo jabali we, likaje chini ya jabali, pungu nyama mlima, likaje chini ya jabali, jabali leo jabali we, likaje chini ya jabali. Unawezaje kusema kwamba umempa ujauzito mke wa mtu? Kwa uthibitisho gani hasa? Nina uhakika kaka. Unajua mume wake alipata matatizo makubwa sana. Kwa hivyo muda mwingi sana nilikuwa na mke wake. Na mume wake alikuwa hawezi kufanya kitu chochote sababu alikuwa anaumwa. Na ni takribani miezi 7. Na muda wote nilikuwa nikienjoy na mke wake. Na hiyo mimba ina miezi mingapi? Ni kama mwezi mmoja hivi. Sasa yani miezi 7 na mimba ina mwezi mmoja. Inaingana vipi hapa? Yaani mtu anaishi na mume wake ndani ashindwe kumpa mimba. Wewe tu mtu mwizi ambaye unaibaiba tu, uende ukampe mimba. Hivi ni kweli? Unajua brother, hapo katikati tumecheza rafu nyingi sana. Kwa hisia zangu kabisa zinanituma ule ujauzito ni wa kwangu. Wewe embe nisikilize. Huo puuzi mimi siutaki. Mimi sijui. Yule ni mwanaume wake, kwa hiyo yani miezi 7 yote kwamba yeye ni mgonjwa tu hajapona. Atashindwa kushiriki tendo na mke wake? Paka uje kusema wewe kwamba hiyo mimba ni ya kwako? Inaingia kilini kweli? Yaani mimi hisia zangu kabisa achana na masuala hisia wewe. Huo ni upuuzi. Huo ni ujinga. Afu nikwambie, mimi sitaki masuala ya kutembea na wake za watu. Utakuja kuniletea matatizo makubwa kabisa. Endapo mume wake akija kugundua hili jambo kwamba wewe umetembea na mke wake, hivi unafikiri itakuwaje? Wewe utakuwa katika hali gani? Atakuchukulia hatua gani?
Hivi hujui kama mke anauma kuliko kitu kingine chochote kile? Utakuja kufanya kitu kibaya. Na kibaya zaidi, mwanaume mwenzio kuja kufanyia kitu kibaya. Huo ndio ubaya wenyewe. Ni sawa, lakini mimi nampenda ujue. Achana na masuala ya kumpenda. Kuna wanawake kibao wako huko wanatao wanaume. Wanahangaika tu wanadanga usiku kucha. Chukua hao. Ishi nao. Mke wa mtu yule ana utamu gani wewe kusema kwamba amekunogea? Kitu kingine. Siku nyingine ukitenda na upumbavu nitakuosha makofi. Yaani leo hapa nimekustai, nitakupiga. Ujinga sitaki tena uje kuleta hizi hadithi zako za upumbavu. Shenzi mkubwa. Toka kwangu mimi hapa. Toka kwangu bwana. Maisha yana siri nyingi sana Mr. Twist. Unatakiwa kuwa na jicho la ziada ili kuelewa dunia inaendeshwaje. Una maana gani Dr. Njenje? Mapenzi Dr. Twist. Kiukweli tumeusoma mwili wa binadamu na viungo vyake vyote. Lakini kuna wanawake ni watamu sana, tofauti na utafiti wa kisayansi. Kwa nini unasema haya Dokta? Kuna kitu gani kimekukuta? Zabina, yule mwanamke ana balaa lake. Tokea nipate baria yangu sijawahi kuhisi utamu wa mapenzi kwa mwanamke tofauti na ule niliopata kwake. Mungu wangu. Dokta, umemsaliti mkeo? Ina maana ndio umefanya mapenzi na ule shetani? Shetani? Dokta, yaani mwanamke alionipa ladha tofauti unamuita shetani? Mbona unanikosea hivyo? Yes. Yule ni shetani Dokta. Na umeingia kwenye mtego wake, kujinasua itakuwa ni ngumu sana. Yaani umemsaliti mke wako. Yule mwanamke anakukosea nini Dr. Njenje? Sijaja hapa kwako kufuata hayo mahubiri yako. Na labda nikuhakikishie tu, hakuna ushetani wowote. Ila ni mapenzi tu Dokta. Alafu nikwambie kitu kimoja. Kiukweli najuta sana kumuoa yule mwanamke. Kumuoa mwanamke aliyepooza kuanzia joto lake mpaka punzi zake. Inatosha Dokta. Inatosha. Yaani mdogo wangu, kama kuna kitu umenifurahisha ni leo. Yaani hii safari yote unayoiona ni kwa ajili yako Fogana. Huu leo ni kwa ajili yako. Hayo mambo mengine hayo niachie mimi. Mimi nataka nimkomeshe yule Sabla ili amsahau kabisa mume wake. Hivi unajua mdogo wangu, sisi kweli tumefanikiwa, lakini bado inabidi tufanye kinga kubwa kuliko ile, kwa sababu Sabla anaweza akapata mtu akategua mitego yetu yote, tutafeli. Na ndiyo maana mimi mganga alivyoniagiza unyayo wa Bikwega, mimi nimechukua unyayo wa Sabla. Unajua kwa nini mdogo wangu? Nataka kumweka Sabla mbali na mume wake kabisa ili ujinafasi. Hii safari ya leo hii ni ya kwako. Hayo mambo mengine hayo niachie mimi mwenyewe. Nitarudi kwa mganga na unyayo ili nifanye hiyo kazi. Upo shogangu? Sasa mimi ninachotaka leo, nataka twende tukajue nini kinafuata baada ya kukamilisha haya yote. Hebu twende. Dada jamani, umalizi tu. Yaani nyumbani tumeongea we, na hapa tena njiani tunaongea we. Kweli mimi sina neno dada yangu. Wewe utakachoamua sawa, utakachozungumza mimi iko kwa sababu wewe ndo mpiga goma kubwa. Mimi nitasema nini tena? Twende mdogo wangu.
Safi sana binti, umejua kuning'emua, yaani umeipiga show kali. Sasa Konokono amekaa mahala pake, hivyo utamu si kitu cha kutafuta kwako, kwani kila siku Konokono ataijenga upya bikira yako binti mrembo. Kwa bibi, unataka kusema mdogo wangu ameweza kabisa? Ndiyo, kwani amefanya kwa umakini mkubwa, yaani amejua kunyumbulika. Kwa sasa bonja la Dr. Njenje amefuta kumbukumbu za ladha za wanawake wake wote, na sasa imebaki ladha moja tu, ni ya mdogo wako peke yake. Bibi, hawe Konokono je, atatoka lini? Maana tayari nishamaliza kazi niliyotakiwa kuifanya. Huyo Konokono ndio zindiko la boma lako mama. Hivyo basi ataendelea kuishi ndani ya boma lako, huku akaendelea kunywa juisi yake ya mama. Sawa bibi. Kwa hiyo kwa sasa nini kinafuata sasa? Kazi imekwisha. Kwa sasa nitampa kitu kidogo tu, atakuwa anasema nacho, na huyo mwanamume atafanya. Kilingi changu kinasimamia brand, hivyo hakuna haja ya kuombaomba mwanamke mbele ya mwanaume. Na je, vipi kuhusu yule bibi aliyejua jambo hili? Maana namuogopa sana. Kila nikikutana naye ananiambia eti nanuka Konokono. Ameshachelewa tayari, na kama atazidisha, basi hiyo kesi sio yako, ni mimi mwenyewe nitapambana naye. Wende mbonkulu, wewe ndembo nkulu, kweli wewe ndembo nkulu, paruma ndembo nkulu, wekelele ndembo nkulu, wewe ndembo nkulu, paruma ndembo nkulu, we. Kumbe hapa ndo kwa huyo mganga wao. Jamani, watu wanakwenda mbali kutafuta waganga. Sasa kote huku wamepajiwaje? Tena inaonekana huyo mganga ni fundi. Sasa nishapajua. Nishapajua. Ila sasa nitarudije tena peke yangu? Kilanga kumwe. Ali, nahitaji jina lako kipindi huu moshi unatoka na kupotelea hewani. Basi, na wewe akili yako ipotelee kwangu. Fikra juu yangu zijie katika akili yako, na moyo wako uje hisia juu yangu. Nikupate kila napokuhitaji. Unipe kila ninachokifikiria na usimsikilize mtu yoyote juu yangu. Bali uwe wewe tu. Dada, lakini mbona maneno makali hayo? Acha ujinga wewe. Unataka kuleta habari za huruma hapa? Au unataka kufanya mambo ya aibu utaona wewe? Hapa aibu wataona wao. Wewe timiza lengo lako. Pole na kazi mume wangu. Hakika wewe ni shujaa wa familia yetu. Kama ni vitani, basi wewe ni kiongozi wa kikosi. Nimechoka sana.
ungekaa kimya, ningekuona wa maana. Lakini kuongea mara kwa mara bila kujua wakati gani wa kuongea ni kero. Mume wangu, leo mimi nimekuwa ni kero kwako? Sabra, nimekesha hospitali kutibia wagonjwa. Nimesikia kelele zao nyingi sana. Kwa sasa nahitaji kutuliza akili na mwili wangu, na si maneno tena. Nisamehe mume wangu, lakini mimi ni mke wako. Una haki ya kunielekeza kwa maneno malaini tu nikikukosea. Haina haja ya kunipokea. Shenzi wewe. Yaani nitafute pesa kwa tabu, alafu nirudi tena nyumbani kufungua darasa la kumfundisha mtu mzima? Umeona wapi hii? Iongeze kwa vitendo na maneno yako. Mapenzi si kila yanayoonekana ni ya kweli. Walikuwa marafiki wa karibu sana, wakishirikiana furaha na shida za maisha. Siri zote walizifungua bila